Joshua. Samahani. Asante sana, nimekusamehe. Soma. Asante. Kitabu ni cha Methali 14 mstari wa kwanza. Nasoma kama vile ilivyoandikwa. Hii simu itaungua moto hapa. Kuna mtu amesahau simu yake hapa na inachomeka na jua. Biblia inasema, asante, kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake. Bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Huivunja nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Asante sana Mackenzie kwa kunisomea neno hilo. Na kwa hivyo hatuna muda wa kupoteza, tunataka tuone huyu mwanamke mpumbavu. Ikiwa wewe uko hapa na ni mpumbavu, ikiwa wewe uko hapa na ni mjinga mwanamke, leo tunataka kutoa ujinga yote, tumwage ujinga yote chini, tuweke hekima na uweze kuwa mwanamke mwenye busara. Ugeuka kutokuwa mwanamke wa Proverbs 14, uweze kuwa mwanamke wa Proverbs 31. Sema amen. Asante sana. Number 1, tunaenda kwa haraka. Number 1, kitu cha kwanza mwanamke unapaswa kujua. Don't put anyone above your husband. Your husband comes first in the order of your relationships. Hakuna mtu mwingine yoyote anapaswa kuwa mbele ya mume wako, kwa watu ambao unawadhamini sana. Hata watoto hao ulio nao, hebu asije akaja mtu yeyote mbele ya mume wako. Hivi nataka kuuliza, kuwa mwanaume ndio mume wako si mwanaume. Kuwa mume wako ndiye nambari 1. Yeye ndiye wakupokea ripoti zikiwa za kwanza kabisa, ukiwa na ripoti zozote ambazo unataka kumpa. Ikiwa kuna siri yoyote, ikiwa kuna kaudaku yoyote umekusanya sokoni, waacha mume wako aweze kuwa wa kwanza kujua. Ikiwa umeenda umepimwa huko hospitali na ukapatikana una ukimwi, hebu mume wako awe wa kwanza kujua. Bwana asifiwe. Hiyo iko na point. Wengine ataenda atapitia kwa mama Nyaboke amwambie mimi nimekufa, huyu mwanaume ataniua. Nilikwambia huyu mwanaume ataniua. Sasa angalia nimepimwa. Kabla hujaenda kwa mama Nyaboke, enda kwa mume wako ukamwambia habari zilizokupata. Ukisoma katika kitabu cha Judges, ambayo sijakumbuka kunakiri, inasema mama huyu alikuwa mke wa Manoa, mamake Samson. Alipopata habari ya kwamba watamzaa mwana, mtu wa kwanza alimpelekea habari hiyo alikuwa mume wake. Kwa hivyo tafadhali, hebu maneno yote na mipango yote na siri zote, mauchungu yako, furaha zako na giza zako, tafadhali hebu mume wako akuwe ndiye wa kwanza kusikia habari zako. Mume wako atakusikiza? Kuna mtu nimeona amefanya hivi tayari, na hiyo ni jibu. Anakusikizanga ama waliachanga kutusikiza? Tunaanza mwanzo mpya katika makambi haya, na kwa sababu jana pia tuliwaambia waweze kutusikiza. Si tuliwaambia hivyo? Sasa kutoka leo mambo yanabadilika. Number 2 inasema hivi, na inatoka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 7 mstari wa 2 hadi wa 5. Ni wa pili ama ni wa 2? Wa pili hadi wa 5. Wakorintho wa kwanza mstari wa 2 hadi wa 5. Lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe. Haya, kila mwanaume atafute mke wake mwenyewe, na kila mwanamke, sikiza sasa kazi yetu sisi wanawake, na awe na mume wake mwenyewe. Hakuna pahali Biblia imeandika kuhanya-hanya. Nyinyi mko na hiyo vocabulary huku? Kuna hiyo vocabulary ya kuhanya? Hamjui hiyo? Iko kwetu Kikuyuland. Kuhanya-hanya ni mara uko kwa huyu, mara uko kwa huyu. Sasa tukikuona leo na Mukaya, kesho tunakuona na nani mwingine, na Nyakundi, tunaanza kusema Wandegwa ameanza kuhanya-hanya. Kwa hivyo Biblia imekataa kuhanya-hanya. Kama uko hapa, hata kama uko namna gani, katika jina la Yesu, kwa sababu tumekuja hapa kutafuta wokovu. Tumekuja kutafuta wokovu, na wokovu uweze kuwa rahisi kwetu wakina wanawake, ni ya kwamba tuwe na mwanamke na mwanaume mmoja peke yake. Endelea Mackenzie. Mme na ampe mkewe haki yake. Na mme ampe mkewe haki yake. Haki ya ugali?
Ni ugali inaongelelewa pale? Ama ni kusukwa nywele ile design poa? Ndio haki hiyo? Kina mama mtaongea ama niwalete hapa mbele? Ni haki gani hiyo inayoongelelewa hapa katika kitabu hiki? Hebu Mackenzie, endelea. Biblia inaendelea kusema na vivyo hivyo, yes, mke na ampe mmewe haki yake. Kabisa. Hebu simamia hapo, ama maliza tu. Mke hana amri juu ya mwili wake. Hauna amri juu ya mwili wako, bali mmewe. Vivyo hivyo mme hana amri juu ya mwili wake. Bali mkewe. Mstari wa 5. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda. Rudia tena. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda. Rudia tena. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda. Rudia tena. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda. Ni chai ama ni uji tunakatazwa kunyimana? Ni chai ama ni uji? Ni kitu cha muhimu ile kitu. Kuna mzee ameita lugha mzuri akanifurahisha, ile kitu. Hiyo kitu wacha kunyima mke wako. Hapana, leo nisikia wa mama. Hiyo kitu wacha kunyima mme wako. Ninajua mama mmoja ambaye alikuwa hivi, akitaka pesa ya nywele, kazi yake ni kukausha. Anamwambia nataka pesa ya nywele. Nataka pesa ya nywele we mzee. Mzee anamwambia sina pesa, tutatafuta next week. Ile pesa iko ni ya chakula. Mimi naona tu unaninyima pesa. Sasa wanaenda kulala. Wakienda kulala, mwanamke amekaa pande hii na amegeuka na amenuna. Mzee anaguza. Anaanza kusafiri. Akiwa anasafiri akielekea Yerusalemu, anasikia hii mkono ka. Na anaambiwa wacha nikwambie. Si ulininyima pesa ya nywele? Kila mtu akae na kitu chake. Weka na pesa hii hupati mpaka unipe pesa za nywele. Hiyo kitu si ya kujilipisha nayo. Tumeambiwa tusifanye nini? Na jana usiku wewe ulifanya nini? Hata wewe ni shahidi. Si ninaangalia hivi ninawaona wale walinyimana jana usiku. Katika jina la Yesu, hiyo ni dhambi. Ni dhambi inayofanana na uasherati. Ni dhambi ambayo inafanana na kuivunja sabato. Ni dhambi ambayo inafanana na kuua. Tafadhali kina dada, usinyimane. Unajua sisi tuna bahati mbaya. Unajua hii kitu inafanya saa nyingine ninakaa na adabu. Sisi kina mama tuna bahati mbaya kwa sababu waume wakitaka ametaka. Lakini sisi ni lazima unakaa hivi kwa sababu wewe hauna njia, na ndio unasikia inasisitiza baada ya kuongea juu ya mwanamke ndio imesema tusinyimane, kwa sababu wewe mwanamke ukitaka, ukiamua leo utakula ile kitu na kuambia utakula. Apende asifanye nini? Asipende. Mama mwingine rafiki yangu akazaa mtoto. Alipozaa mtoto akawa na ile inaitwa depression after birth. Na alipopata hiyo depression, bwana yake aliogopa sana. Na akamwambia hapa hatuzai tena. Hapa hatuzai. Ujikinge sana. Mimi sitaki mtoto mwingine. Hiyo stress umepitia sitaki kuiona tena. Na mama akafika wakati baada ya miaka 3 akasikia sasa anataka mtoto. Unajua sisi wa Kikuyu ukizaa firstborn ni mama, kama ni kijana ni baba ya bwana yako. Akiwa msichana ni mama ya baba yako, ya bwana yako. Kwa hivyo alikuwa na kijana na msichana. So huyu msichana ndiye alikuwa second born. Na sasa kwa hivyo tayari alikuwa na mama ya bwana na baba ya bwana. Na akasikia moyoni anataka mama yake. Na sasa akamwambia mimi nasikia nimepona, mimi nataka mtoto. Akamwambia wewe, chunga sana. Unakumbuka ile ugonjwa? Tafadhali hapa sitaki mtoto. Mzee akijua hiyo ndio siku ile ya mtoto anahepa. Sasa wakati mmoja mama akaamua mimi mtoto ninataka. Nakwambia akaenda. Akamwambia mimi nataka mtoto. Unafikiri ni kuoga naoga? Mimi ninataka mtoto. Unajua mimi ninataka mtoto. Wako kwa kitanda mimi nataka mtoto. Mara ya mwisho mzee aliruka juu. Wewe unanisumbua sana na mimi nakwambia sitaki mtoto. Ninataka kukuambia mama, wewe hauwezi kunyimwa. Lakini wewe unaweza fanya nini? Unaweza nyimana. Na ndio Biblia inatuonya. Hiyo si mali yako. Hiyo si mali yako. Na tena ni nini hiyo unanyimana? Hii kitu kama ingezimwa ningefurahi.
Ni nini hiyo unanyimana na vyenye iko sura mbaya? Katika viungo vya mwili wa binadamu, ni nini ingine iko sura mbaya kama hiyo? No wonder hata Mungu mwenyewe aliificha. Siangeiweka hapa watu waende wakionanga mwanaume anachagua yenye anataka ikiwa hapa. Lakini Mungu mwenyewe akaificha. Na sasa hiyo ndio unamringia mume wako nayo. Na laaniwe mwanamke anayenyima mume wake. Hiyo kitu hata sabuni haitaki. Tukifundishwa usafi tunaambiwa usioshe na nini? Na sabuni. Na hiyo kitu ndio sasa umekwama nayo, unaringa nayo. Tafadhali kina mama, usome hilo fungu na ukasome tena. Hata kama una hasira namna gani. Kama umnyimi chakula ya tumboni, umsimnyime na chakula. Mwanaume ni watumbo ngapi? Ama huku Kisii wanaume ni watumbo ngapi? Kwetu ni watumbo moja. Nimewaletea tumbo ingine kutoka Kikuyu Land. Mwanaume ni watumbo mbili. Tumbo ya juu, tumbo ya chini. Na ni lazima ashibe tumbo zote. Si unampikia ugali wa mawimbi, unamwekea yale maziwa. Mnaita nini? Marurano. Unamwekea hizo vitu, mwanaume analala anakaa ngumu, ana sweat usiku, na huku sasa umekunja tumbo ya pili akae njaa. Kina mama tumechangia sana uzinzi kanisani. Na kama Biblia inavyosema, wewe hauna mamlaka juu ya mwili wako. Hauna mamlaka. Na tamaa yako, ukisoma katika kitabu cha Genesis, inasema tamaa yako itakuwa kwa mume wako. Ndio unaona unakasirika, unabeba mizigo. Japokuwa siku hizi waendi sana. Unabeba mizigo, unaenda kwenu, unaweka vinguo kwa magunia, matres zenye mtoto amesusuria, unaweka vyenye umekasirika. Unaenda, unakaa, unaona hata hakuji. Na ndio unaanza kusema, unakaa huko hata hanikujiangi, unaona hanipendangi. Wiki ya kwanza, wiki ya pili unaamka asubuhi na mapema mama yako ameenda kupeleka maziwa, na wewe unabeba watoto wako tena unarudi. Alafu watu wanashangaa, mbona ulirudi, ulikujiwa? Niliketi nikajua maadui ni wengi. Nilijua wangu ni mmoja tu, ni huyu Bwana. Ni tamaa yako itakuwa kwa mume wako, sema amen. Hivyo alivyo, juzi nilikuambia wewe ndio ulimchagua. Kama ni kafupi kanono, tamaa yako itakaa kwa huyo. Kama ni mwembamba mrefu, tamaa yako itakuwa kwa mume huyo. Na kama tamaa yako imeanza kuisha, tafadhali uje hapa kabla Pastor Fadhili hajarudi TZ. Akuombe. Tamaa ifanye nini? Iwake, si kurudi, sema kuwaka. Kwa hivyo ni lazima tujue. Na wazee, hebu nirudi kwenu tu hata kama siku anataka nirudi. Na nyinyi wazee wacheni kukaanga na sisi kama GSU. Unajua GSU hatakangi kujua kama ni baba ya mama yake, kama ni nani. Akitumwa kupiga watu anachapa kila mtu. Na wewe mzee wacha kuingianga ovyo ovyo. Jipange. Na wewe mama wacha mzee wako ajue ni wapi huko ndio avenue, ndio barabara ya kuteremka. Sasa hii kitu inanikosea. Ningewaambia mimi pahali mimi napendanga. Kwa hivyo tafadhali wacha mume wako ajue. Akiguza masikio ndio sasa hiyo, ndio sasa saa hiyo. Akiguza nywele ndio hiyo. Akiguza magoti sasa ndio imezidi, imekuwa kamili kabisa. Wacha mume wako ajue ni wapi. Wacha kumwachia mwenyewe azurure ni kama anakaa na bubu. Sema mahali ambapo unatoshekea. Kwa sababu hii ni zawadi tulipewa na Mungu. Na wakati watu wote walioolewa na wakaoa watajua ya kwamba hii ni zawadi, ndoa itaishi ikiwa safi. Kwa sababu tutatumia ndoa kwa utukufu wa jina la Bwana. Sema amen. Tafadhali, work on that. Sex is very important in marriage. Hata kama sex is not everything. Shughulikia hiyo biashara tafadhali. Tuende number 2. Sacrifice for your children. Mama, jitolee. Hiyo mnakuanga 70%. Ni vile tu siku hizi masomo yamekuja, anga unasoma, anga uko na online classes, anga unatokeanga job, unaingia kusoma, uko unafanya masters. Tafadhali ninakusihi unapofanya mambo haya yote, make sure your children come first. After your husband, wewe ndio mtoto anakuhitaji sana. Nimekuwa nikienda mikutano mingi ya makambi na ninapewa bus-senders. Nikienda makambi ya high school. Ukiongea na watoto when they are going through hell,
Watoto ambao ukiwafundisha mambo na mental health and they want to share their sad story ni watoto wote ambao hawakuona mama yao kwa picha. Hawa wasichana mko hapa, young mothers ambao ni millennials, wanaitwa nini? Hawa Gen Zs, unapata mtoto mnakosana na mwenye alikuzalisha, unapelekea mama yako na unamtumia 30k ya kutunza mtoto. That is good but that is very dangerous kwa huyo mtoto. Mtoto anapokosa mama yake katika maisha anakuwa na shida sana. Anaishi na machungu, anaishi na pain ambao hawezi sema. Ninakumbuka mmoja alikuja akaniambia mama yake na baba yake waliseparate. Mama yake akaenda akaolewa kwingine na amepata watoto wawili, lakini huyu kijana amebaki na baba yake. Sasa tumeongea mara ya mwisho akaniambia nilikuwa nataka kukuambia kitu. Akaniambia mimi kuna kitu inanisumbua. Na yeye ni mtoto ako college, si kitoto kidogo. Ananiambia mimi baba yangu na mama yangu waliachana nikiwa class 3. Na mimi hayo maneno huwa yananiuma. Na ni mvulana, akimaliza hiyo sentence anaanza kulia. Then I was telling myself, if only her mother angeona vyenye mtoto wake anaumia. Tafadhali kina mama, chunga sana mambo ya watoto. Chunga sana maneno ya watoto wako. Watoto si kupikia uji na kununulia ile nguo inafanya hivi ile ya wasichana, na maboys kuwanyoa ile vitu mnanyoa. Nitakuja kuongea mambo ya watoto kesho. Tafadhali, mtoto pia ni zawadi. Mtoto si kitu cha kuchezea ovyo ovyo. Mtoto ni mapenzi ya mzazi. Hiyo ndio kitu anahitaji. Heri ya kule ugali na chumvi, lakini aone mama yake yako hapo na mama yake anamjali. Tafadhali, sacrifice for your children. Tunaenda number 5. Always be the number 1 fan of your husband. Nobody should be sincere to your husband than you. Kila wakati wewe uwe ndio bwana yako akikuona hivi anasikia vizuri. Fan. Si aende TikTok akatafute kina nani huko. Hawa wanakuanga huko. Wewe ndio ukue fan wake. Wacha kukaa umenuna. Wacha kukaa kama haya mawingu ya mvua. Kuwa fan kwa mume wako. Kuwa fan kwa mume wako. Mume wako akikuona, akija nyumbani akiwa na stress, anajua akikupata mambo itakuwa sawa. Ya kwamba hata akienda akuje akute hauko, anakuza kwani ulienda wapi? Namwambia ninakuja. Lakini mambo ya kukaa unakalia bwana kama askari. Unakaa kama gateman. Umeiona gateman hachakangi na watu. Kazi yake ni anakuambia leta kitambulisho. Sasa wewe ndio ukiwa na kata ndio unamsalimia na mwambia habari yako soja. Nakuwa mzuri sana. Na anamaliza maneno. Wacha kuwa askari wa gate kwa bwana yako. Tabasamu, furahia. Kwa sababu pia bwana yako ni zawadi kutoka kwa Mungu. Sisi wenyewe ndio tunaharibu nyumba zetu. Tunabaki kulia nyumba zetu zimeingia shida. Tumejaza saa hii, najua kuna pale kumejaa vimaombi vya wazee wakiombewa na vya wakina mama wakiombewa. Sasa hivi tunapaswa kuwa hapa na maombi ya kushukuru kwa sababu Mungu ametuonekania. Tafadhali kina mama, wewe shughulikia bwana wako. Wacha wewe ukue ndiye attention yako. Akue attention yake ni number 1 kwako. Nataka kusema hivi. Nataka kusomea majenzis. Usiwahi kuwa na contact na your ex-boyfriend ambaye mlipendana kabla haujaolewa. Hiyo ni hatari. Watu wanasema tu haikuwa mbaya. Hiyo ni salamu, hiyo maneno ilishanga. Si alioanga na mimi nimeolewa. Na huku mkikutana mnaanza kuanzana, by the way ni wapi tulikosania? By the way unajua na kumisingi. By the way unajua tukiwa na my husband kwa kitanda na kukumbukanga. Hizo ndizo hadithi zitakazoanza na mkisonga mbele itakuwa ni uzinzi. Najua msichana mmoja alikuwa na rafiki yake hivyo. Na huyo rafiki yake akajua mahali anaishi na alikuwa anaenda na magari haya ya masafa marefu. Na alipojua ya kwamba pahali hapo tuseme ni Kisii, ndipo huyo msichana ambaye alikuwa ex-girlfriend wake akatafuta namba ya simu tu amsalimie. Alikuwa very innocent. Alitaka amsalimie kwa sababu alikuwa rafiki hata kama waliachana. Na kusema ukweli alipata namba. Na alipopata namba, akaja alipofika akapiga simu. Na yule msichana akasikia, "Oh, ni Jose. Kia nani, wacha nije tuonane." Na akatoka haraka akaachia shosho yake kama mtoto na mzee ameenda job. Na akaenda wakaonana, wakakula nyama choma na wakafurahiana. Akamwambia naenda hivi, nikirudi si tutaonana tena. Na alipokuwa siku sasa ya kurudi, yule kijana akampigia simu.
Na kwa sababu alipigiwa simu mzee akiwa kwa nyumba, alitoka nje na hiyo simu. Wanaambia watoto wangu, vijana wangu, hiyo ni ile simu haina network. Unajua kuna simu nyingine hawawezi pigia kwa nyumba kwa sababu haina network. Sasa huyu mwanamke alikuwa akapata call ambayo haiwezi pata network kwa nyumba. Na akaenda akamwambia, Jose, umekuja? Ninafika in 30 minutes. Sawa, ngoja nitakuja. Na ile msichana akaenda mbio, akamwambia mama yake, niangalilie mtoto, ninakuja nifike hapa tao. Akapiga bwana yake chenga. Kumbe bwana amemwangalia, ameona hizo movements. Wacheni niwaambie, wanaume wananusa hatari. Na hata kina mama hunusa hatari. Si unajuanga tu, unaonanga mambo haikai sawa hata kama hujashika mwizi. Tunanusa panya akiwa anaingia. Kwa hivyo huyu kijana, they were young people, akanusa akaona huyu mwanamke haja behave vizuri. Sielewi mbona akaenda akapigia simu nje. Amekuja amepata haraka za kukimbia tao, nitamfuata. Na basi akaenda na akamfuata. Alipomfuata akaenda akaona wameonana, yule kijana mwingine ameshuka juu ya lori na wametoka na wameingia pahali, akampigia simu. Alipompigia simu hakuchukua. Na ni kuchapa story, hawakuwa na mambo mbaya. Na walipokula wakanywa soda, nafikiri akamwambia mzee ananiita, wacha nirudi, na msichana akarudi. Alipokuwa anarudi, kijana akakimbia mbio nyumbani, akamngojea. Na alipokuja akaingia kwa nyumba, kumbe kijana tayari ametayarisha shoka. Na ndiye akamuuliza, ulikuwa umeenda wapi? Nilikuwa nimefika tu hapa tao. Ulikuwa unaenda kufa kitambo? Aseme kitu ya pili. Akachukua, na mama yake ako jikoni, akachukua ile shoka akamgonga kichwa na akamuua. Na sasa kijana akaenda akawekwa Keng'ong'o prison, na mwanamke msichana akaenda akazikwa. Katoto kamebaki hapo. Ex boyfriends and girlfriends. Wachana na affairs zilizopita, wacha zipite. Wachana na huyo mtu. Wacha kuwa na contact yake kwa simu. Ni hatari kubwa kwa maisha yako. Tunaendelea. Don't discuss your husband and home affairs with careless people, or with people carelessly. Si kukaa ukipigianga watu stories za kwako. Bwana yangu siku hizi. Bwana yangu hata aleti chakula. Bwana yangu mimi hata nitamwacha. Vitu vyote vya bwana yako unakaa ukiambia kila mtu. Gossip about your husband with people is a door for intruders. Utaenda kumwambia, bwana yangu hata usimuone hivyo. Ile kitu anajua ni kazi ya kitanda. Hiyo haoneshangwi na mtu, lakini haleti chakula. Mimi nitatoka. Nakwambia mtu anakaa hivyo anapaswa kuachwa. Na hivyo unamwambia anapaswa kuachwa, anangoja utoke afanye nini? Kwa sababu amejua kuna kitu huyu mzee ako nayo yeye hana. Si umemwambia vizuri, umempea details ya kwamba mzee ile kitu anajua ni nini? Na yeye mwenyewe hana. Mnanyamaza aje nyinyi? Mnalalanga chini, hamnaliangi kwa vitanda. Umemwambia vizuri, bwana yangu kitu anajua ni kitanda tu, hakuna kitu kingine. Kutoka aliacha job anashindanga hapo. Mimi nitamwacha. Mwanamke anachukua aerial, anajua mimi nitatafuta. Ile kitu nimekosa ni kazi ya kitanda. Anakwambia muache huyo. Mtu hawezi kaa na mtu lezi hivyo. Ukiondoka utashtuka, yeye ndiye ataingia kwako na atakuwa kwako. Na utakaa ukishangaa. Na nimeona nyumba nyingi, si moja, mbili wala tatu, ambazo wanawake walitoka, marafiki zao wa karibu sana wakaingia, na maisha ikakuwa sawa kuliko mbele. Chunga sana, funga mdomo. Wacha kwenda ukiambianga watu vyenye bwana yako ana nini. Ako na ile kitu kubwa, ile nini kubwa. Wacha kwenda ukihubiri hizi habari. Unavyowaambia watu hivyo, kumbe ni kuadvertise, una advertise business. Mwingine atangangana mpaka apate hiyo ambao wewe unakuchokesha. Hiyo ingine ni usiwe mwanamke ambaye ukikasirika kidogo umekwenda. Marriage is not for quitters. Ukikasirika kidogo umebeba bag. Ukikasirika kidogo umeondoka. Ukikasirika kidogo umeenda kwa friend yako. Ukikasirika kidogo umeenda kwa mzee wa kanisa. Ukikasirika kidogo umeenda kwa mama yako. Wewe umekuwa kama refugee, hakuna pahali huwezi lala kwa sababu ya mzee. Ukiendelea hivyo unaendelea kuondoa the gap. Vyenye mnaendelea kutengana, unaenda leo, kesho mtaenda mapenzi ikiwa inaisha. Na unajua nyumba inajengwa
katika foundation ya upendo wa kimbingu, na upendo huo ndio unaitwa mapenzi. Wakati unakaa ukivuruga mapenzi ni kama kupoesha uji na kijiko ya chuma. Ukikaa ukipoesha uji na kijiko ya chuma, what happens? Uji inakuwa nyembamba, inarefuka, inafika binguni. Na wewe ukiendelea, ukitoka kwa nyumba yako, ukirudi, unaendelea kuvuruga the basic foundation of your marriage. Na itaisha, na itaenda ikiisha na ikiishanga. Kaa hapo. Tulisema kama ulichagua huyo, kaa na yeye. Vumilia kuwa bibi yake. Vumilia, Yesu atakuja na binguni hatutaolewa. Ukisikia na kuchokesha sana, piga magoti mwambie Yesu siuje haraka. Mpaka lini Yesu utakaa mbali? Kuliko kuondoka. Bwana asifiwe. Hamtaki hivyo? Bwana asifiwe. Kaa na yeye. Pia huyu mwanamke anapaswa kuwa akijua hivi: ni wakati gani wa kuzungumza na ni wakati gani wa kunyamaza. Ujue wakati wa kunyamaza. You should know when it is time to speak and when it is time to keep quiet. Wacha kurusha mdomo juu. Mimi nimeona watu wamechapwa kwa ajili ya mdomo. Unarusha mdomo, bwana akienda kuongea unarusha, anakwambia na nitakugonga, unamwambia ungelikuwa umenigonga jana. Kwani mama moja wa kwetu alikuwa mume wake ni mlevi. Na alikuwa akilewa anakuja na mtandika, na alikuwa mnene, na kabwana kalikuwa kanyembamba kadogo. Yeye alikuwa mbig na ni mnene. Sasa siku moja akaambia sister in law yake, bibi ya brother ya bwana huyo. Akamwambia huyu hata nipiga hivyo, leo tutaonana. Mimi amenijenga sana. Tutaonana. Sister in law yake akamwambia, "Woi Recho, siwache kucheza na wanaume. Usimuone amekonda. Mwanaume nguvu yake inakuanga kwa mifupa." Akamwambia, "Wewe ninyamazie, mimi hata nipiga tena. Tutakuwa sasa tuna fight." Na akangoja mzee. Na mzee alipokuja akamwonea kwa gate, amekuja ameanza matusi. Akamwambia, "Nimekusubiri sana. Umenizoea. Leo haunipigi tena. Leo jaribu." Akaanza. Hata mimi leo jaribu." Mzee akacheka. Akamwambia, "Recho wewe, wacha kucheza hiyo mchezo unacheza." "Kwani iko nini? Kuja." Akamwambia, "Nitakugonga, nitakugonga vibaya wewe. Ninakwambia ungekuwa umenigonga jana. Enough is enough. Come baby, come." Nakwambia yule mzee akakuja. Si ameitwa na amechochewa, sasa amepata mori. Alikuja akapinda hivi, akapitia katikati. Sasa bibi anafanya hivi hapa, na ni mnono mnene. Kwa hivyo kwa ajili ni kadogo kalikujia hapa. Aligongwa ya hapa, akaanguka, na alipoanguka alianza kuita yule sister in law, "Woi, Kagore! Ameniua!" Tafadhali wacha kurusha mdomo. Na usirushe hata mwili. Unaambia mtu akugonga na unajua vizuri akikugonga utazimia. Tafadhali wacha kurushia mume wako mdomo. Mpe heshima zake. Mume wako anasimamia Mungu, na wewe unasimamia kanisa. Ni kama kanisa tukae hapa naambia, "Yesu wewe kuja utuchome bana. Umekaa sana. Wewe kuja." Mnaelewa vitu tunasema? Tafadhali kina mama, tuwaheshimu waume zetu. Jinsi alivyo ni kiumbe cha Mungu na ni zawadi kutoka mbinguni. Hata kama ni mlevi, ni zawadi kutoka mbinguni. Hata kama hafanyi kazi, wewe ndio unafanya kazi. Hata kama hafanyi kazi ya ile kitu, bado ni wako na ni zawadi. Tafadhali inua matatizo yako kwa Jehova. Yeye ndiye mtetezi aliye imara. Na kama tulivyoambiwa leo saa 5, atapatikana wapi mtu kama huyu? Atapatikana wapi mke kama huyu aliyejazwa na Roho wa Mungu? Mzee mmoja alikuwanga mlevi. Kwa hivyo alikuwa anaenda base, wanalewa na marafiki. Marafiki wanaanza kusema, "Mimi bibi yangu hananga kichwa. Huyo ninagonganga kila siku. Hananga akili." Mwingine yeye akasema, "Wachana na wangu ni mchafu ajabu. Mimi huwa ninamtandika na hasikii." Huyu akawa amenyamaza tu. Alafu anaambia, "Na wacha hivyo. Hata saa hii nikienda ninakuta amefunga mlango. Mimi huwa ninalala kwa mbuzi." Huyu mwingine anasema, "Wacha hivyo. Mimi naingilianga kwa dirisha. Hata hawezi nifungulia." Na yule mzee amenyamaza akamwambia, "Wewe ngoja. Mimi nina mke." Nafikiri huyo ndio mtu ambaye tumesomewa leo asubuhi.
Utampata wapi mke kama huyu ambaye ana roho wa Mungu? Akawaambia, wewe kwenda, ni unatuambia mke wako nini? Akaambia, tufanyeni hivi, tutaenda kwa kila mtu na tunaanza na kwako. Na mimi ndio nitamalizia. Mke wangu anani, nataka tumuone, sitaki kuambia story. Wakaanza kwa wa kwanza. Walipoenda wakajaribu, wakafungua, anaambiwa kama nako ulala huko shaitani. Akatukanwa, mke anatukanana akiwa ndani na wako nje. Wakahama hapo, wakaenda kwa yule mwingine wa pili, naye wakakuta anawaka moto na hawezi fungua. Anawaambia kwendeni huko. Sasa walipofika kwa mume wa tatu, yule ambaye ana mwanamke huyu ambaye anatafutwa, ambaye amejazwa na roho wa Mungu, wakamwambia sasa ngojeni, tutafute pahali, kulikuwa kumenyesha, tutafute pahali kuna maji na matope, wacheni jinjibingilishe ndani. Akajitia na matope, akajibingilisha, akakuwa mchafu kabisa. Na sasa wamesonga, wanaenda, na akaanza akiwa kwa gate, mimi nilisema hapa ni kwangu, mimi ndio mzee wa hii nyumba, na ufungue haraka ama nikuue. Akapiga kelele. Mke mara moja, saa hiyo ni saa 7 ya usiku, akaamka mke yule, akafungua mlango. Alipofungua mlango, wale wanaume wengine wamejificha. Alipofungua mlango, kimzee kikajiangusha na akawa hawezi kuamka. Yule mama akaenda akamuinua na matope yale, akampeleka kwa nyumba, akamweka kwenye kiti, akamvua viatu, akamvua pia na nguo, akamvalisha nguo zingine. Akamwambia, mume wangu tulia, wewe acha kuniambia ninyamaze, wewe ni mwanamke wa wapi? Anamwambia tulia tafadhali. Alipombadilisha nguo zote, ndiye akapiga binja, wale wakakuja. In fact walifika ulevi ukiwa umeisha kwa ajili ya kushangaa. Wakakuta kumbe kuna hot dish kubwa hapa ya ugali ya wimbi, na kuna ile mboga kienyeji ile, na kuna maziwa hapa na mayai. Na mzee sasa akawa anakula. Wacha nikwambie, kutoka hiyo siku yule mzee akatoa ushuhuda kwa wale, na wale pia wakaamini huyu Mungu, kwa sababu alimuuliza, siri yako ni nini? Siri yako ni nini mama? Unavumilia mzee kama huyu? Kamwambia, mimi nimejuana na Mungu wa mbinguni, na ninajua huyu mzee ni zawadi kutoka kwa Mungu, na ninajua Mungu wangu anampenda kuliko vile mimi ninavyompenda, na ninamuombea kila siku, na ninajua siku moja atabadilika. Na hiyo ndio ilikuwa siku ya mzee ya kubadilika. Je, katika kambi hili kunaweza patikana mwanamke kama huyo ambaye hatatoa mdomo lakini atamvumilia mume wake jinsi alivyo? Tumewastress hawa waume kwa ajili ya kuwashautia. Unashautia mzee, wazee hawajui kuongea, ile iko juu. Kama hajui kugonga, na unajua Wasabato hawatugongi, kwa sababu akikugonga utamleta chatboard, na pengine yeye ni elder. So hivyo unatoa mdomo nakwambia, na wacha kunisumbua, wewe nitakugonga. Gonga nikupeleke board, gonga leo ndio watajua. Mzee anafanya nini? Anavumilia, anameza. Na wazee wetu wamepata stress. Wazee wetu hawana raha katika ndoa. Wazee wetu wanashangaa watafanya nini, kwa sababu jana tuliwaambia wasiende kurandaranda na hiyo kitu yao. Kwa hivyo wanakaa hapa wanangoja Yesu. Na sasa wewe umeamua ndio utatocha your husband, utamtocha your husband. Heaven is watching, na inatafuta ni nani mwanamke huyu atapatikana wapi ambaye roho wa Mungu umejaa ndani yake. Usirushie mume wako mdomo tafadhali. Ujue ni wakati gani wa kuongea na ni wakati gani wa kunyamaza. Wakati mzee amekasirika, funga mdomo wako. Kama unataka kumuomba pesa ya kuenda Congress na uko juu, we ngojea saa ile usiku amekula, ameshiba, amekula ile tumbo zote ziko tu sawa. Sasa ndio unaanza kumwambia, haki mzee, unajua mimi nakupendanga. Unajua huwezi muita mzee. Ni vile mimi sitaki kusema ile jina unaweza muita. Si wewe unajua venye unamuitanga? Ama hamnanga majina, mnamuitanga majina tu mkaya. Unajua sasa mimi ninataka kwenda mkutano. Ondieki, mimi nilikuwa nataka kwenda mkutano. Mimi siwezi ita mzee wangu hivi, hata hawezi itika. Unfortunately he is resting. I used to call him darling. Naye alikuwa ananiita sunshine. Na mnaona kama mimi ni sunshine kweli? Oh yeah. Unajua vile wazee vile utaita mke wako ndivyo atakuwa, na vile ndivyo atajiamini. Tafadhali jiaminini. Na ukae na bwana yako vizuri, kwa sababu haujui mnakaa na yeye siku ngapi. If only my husband was here today, ningempenda mara 10 ya jinsi nilivyokuwa nimempenda. Haujui utakaa na mke wako siku ngapi. Mpende mke wako mgali mko pamoja. Ita mzee wako majina tamu ile mko mnaitana mkiwa vijana. Ukitaka kuomba pesa acha kumuita baba Atieng.
Hiyo ni jina moja imekauka sana, inakaa kama ugali ya jana. Mwite jina nzuri ambayo inatuliza moyo wake. Hakuna mtu hapendi kupendwa. Wewe mwenyewe unajua venye unapendanga kupendwa. Hata mume wako anapenda kupendwa. Kina mama tafadhali wacheni kuniangusha. Ninaomba turekebishe. Tuwape wanaume wetu raha. Tuwape wanaume wetu raha. Anapoenda kupigana na ulimwengu, aache kuacha vita ya ulimwengu, anakuja anapata vita nyingine nyumbani. Wacha akienda akipigana na ulimwengu, akipigana na boss, akipigana na school fees hajamaliza, akipigana na loan anataka kutekwa. Akija nyumbani anakuta his darling wife anamgoja na anamwambia kuna tumaini. My love, my baby, it is well. Lakini usizoea kumuita baby sana, atakuwa mtoto. Kwa hivyo, tunasonga mbele. Mwanamke ambaye tunaongea juu yake leo, ambaye ni mke wa mume ambaye ako hapa anaomba Mungu ampe mke mzuri ambaye wanaishi na yeye, ni mwanamke ambaye amejaa wisdom. Ni mwanamke ambaye jana tulisema wazee wajifunze kutusikiza. Si tulisema hivyo? Lakini atakusikizaje kama unatoanga maneno hazina maana? Unaongeanga kama mtoto. Ile kitu kubwa unaweza ambia bwana yako ni pesa ya nywele. Ile kitu kubwa sana unaweza ambia bwana yako ni pesa ya nguo. Sasa unajua ni wiki ya makambi, na unajua makambi Sabato ni lazima watu wang'are. Sasa unajua kina mama wengine wote watakuwa huko. Mimi peke yangu ndio sitakuwa na nguo mzuri, mimi nataka pesa ya nguo. Hiyo ndio ile kitu kubwa sana unaweza ambia bwana yako. Wakati wanawake wengine ambao ni wanawake waliojawa na roho wanamwambia mume wake, unajua what my husband, ni kweli haukai poa, lakini wacha tujipange. Kwanza nguo ya makambi haina maana. Ile kitu ya maana ni ile mahubiri tunahubiriwa huko. Wewe usijali hata kama mwaka huu sina nguo. Nataka kwanza tumalize kale kadeni. Hata kuna tupesa wakati ndienda kuuza mboga, kuna tupesa nimesave 2,000. Na sasa unganisha na hiyo ingine uondoke. Huyo ndio mwanamke ambaye anatoa moshi ya hekima, uses wisdom. Tafadhali kina mama, wacheni kuwa hata ile kitu ya maana unaweza ambia bwana yako ni kumuitisha pesa. Kwani kuna mti amepanda hapo nyuma ya nyumba yenu ambao anakatanga pesa jamani? Tuwahurumie hawa wazee. Mwanamke huyu ambaye tunaongea naye leo anapaswa kuwa mwanamke emotionally stable. Mwanamke ambaye ni emotionally stable. Wakati wa kukasirika, akikasirika anakasirika na mpango. Akitaka kulia analia na mpango. Sitemi yulia na mpango venye majenzi wanalianga. Unajua hawa watu upaka paint kwa uso inajaa. Sasa akifika kulia anafanya aje? Hiyo si kulia na mpango, hiyo ni ujinga. Kulia na mpango ni kulia mara moja kwa sababu umesikia uchungu na mara moja unainuka unatembea na Yesu. Amen? Si unaishi hapa umelia kutoka January mpaka February mpaka March. Sasa bwana yangu alikufa December. Sasa niko hapa hata nikiitwa makambi siwezi enda. Unajua mzee alikufa. Bado mimi niko kwa matanga. Matanga ya saa ngapi? Ni machozi gunia ngapi naweza fufua bwana yako akifa? Kuna kitu. Yesu anatushika tunasonga mbele. Usiwe mwanamke wa kulia ovyo. Kulia ovyo, kucheka ovyo, kupiga makelele ovyo, emotions. Chunga kaa kama muungwana tafadhali. Wacha mume wako anatamani kusimama na wewe mbele pahali. Kwa sababu anajua bibi yangu ni muungwana. Emotions. Nakumbuka mama mmoja, bwana yake alikuwa analewa sana. Na alipoenda ni mama wa ulimwengu ambaye hajajua maneno ya wokovu. Alipojua mwana yake hulewa na hapa hivi chini kwa ile klabu iko na hapo, akasema ataenda kumpata huko. Unfortunately, alipoenda alimpata na msichana. Sio msichana tu, rafiki yake. Mwanamke alikasirika. Akakuja nyumbani, akafunga gate. Mzee hakuja. Na obviously hata ukifunga gate si akona kwa kwenda. Si umeacha umepata habari ana kwa kwenda. Unajua hasira zingine wakina mama tunajitia ni za wazimu, ni za ujinga. Umemwona akona mtu, badala umbembeleze mume wako mwambie njoo tuende my darling, I still love you. Ni unaenda kumfungia gate, si ndio atafurahi kabisa. So, alipokuja akafunga gate, gari ilikuwa nyumbani, hakuwa ameenda na gari. Asubuhi alipoamka, alichukua shoka. Akapiga ile gari, akaipiga vioo vyote vikamwagika, akapiga. Akarudi akaenda kwa nyumba na ni ya kukondesha waliokuwa wanaishi. Akaipiga vioo vya madirisha vyote. Huyo ni wazimu ama ni mtu nomo? Na tafadhali alipiga hivyo vyote, hiyo hasara yote Bwana akalipa, akaenda tu mwezi moja akarudi.
Kwa hivyo hata pesa ya kulipa rent lazima alichangia, ya kulipa nyumba ya wenyewe hasara, hata pesa ya gari. Hiyo hasira unajiwekelea ni kama ile watoto wetu upeleka huko shuleni wakati wa mgomo. Anajitia vyenye anajua kufanya mgomo, lakini hasara yote ni nani atalipa? Ni mzazi. Wewe na hizo hasira zako za ujinga unajiwekelea, unakosa kuwa na kiasi. Unapokuwa na hizo hasara ni wewe utalipa. Tafadhali uwe na emotional stability. Uwe mtu ambaye ana mpango. Wewe haukasirikangi hivyo vile unafikiri. Unajua hata watu wengine watakuletea fitina waone vyenye utakasirika. Wewe wanapofikiria utakasirika, unaenda pande hii nyingine, unatulia, unasema hiyo maneno ninajua. Na kuna wanawake wengine hapa ndio wanakuanga news reporters. Na wangeenda watafute kazi kwa hii media inatuchukua hapa kuliko kuharibu nyumba za watu. Yeye ndio wa kwanza kujua, niliona bwana yako walikuwa na kuambuka, walikuwa na moraa, walikuwa ngana nani. Huyo mwanaume wako, hiyo kwa unasikia walienda ya revelation, ile maneno walikuwa akifanya huko, mama anajazwa, anafura, anabaki kulipuka. Lakini ukiwa mwanamke mwerevu, wewe ambaye unamheshimu mume wako, kwa sababu mume wako hata kama amefanya nini bado ni mume wako, utamwambia ni hivyo, ni sawa sawa, ni mume wangu. Hata alikuwa ameniambia watakuwa na wao wote, hata alikuwa ameniambia atalala na wao, mimi ndio nilimruhusu. Ukimwambia mwenye udaku namna hiyo hawezi rudi kwako. Ataanza sasa kwenda akiambia wengine, Mrs. Ndegwa ni mjinga, huyo mama ni kondoo, nilienda kumsaidia, imagine akanitukana. Tafadhali uwe emotionally stable. Sasa hiyo unaambiwa hivyo ni kusema ukweli, unasikia vibaya. Mimi najua kuna pastor mmoja wa kanisa fulani na sila wa Sabato. Na akaenda akafanya date na mwanamke hapo kwetu Karatina town. Na ilijaa, pengine mlisikia hii habari. Na walipoenda wakaenda room fulani kwa hoteli. Na mke wake akaambiwa walienda. Na walipoenda pale wakajulikana, walienda na wakashikwa red handed. Na ni pastor wa kanisa kubwa. Pastor mhubiri mkubwa. Alikuwa ametoka Embu. Unajua wale watu wana tabia mbaya, akitaka kufanya vituko anatoka hapa anaenda Nakuru. So alipoenda na wakashikwa, bibi yake alipoenda kanisani kuomba msamaha, bibi yake alisimama naye akasema, I love my husband. Wewe unaweza fanya hivyo? Kusema ukweli hata wewe unaona huwezi. Tafadhali, Mungu anatafuta, atapata wapi mwanamke kama huyu ambaye atasimama hata kama huko ndani kunachomeka, lakini a control emotions zake. Control your emotions. Mwanamke huyu ni mwanamke ambaye ana multiply. Mwanamke huyu ambaye tunamtaka leo ni mwanamke ambaye bwana yake akimpea pesa ya mboga, kwa sababu yeye ni housewife, anaachiwa 300 ya mboga kila asubuhi, anatumia 150 anaweka mahali. Anaunganisha hiyo 150 kidogo kidogo. Acheni niwape hadithi. Kulikuwa na mama mmoja na alinipa hadithi hii yeye mwenyewe. In fact mume wake alikuwa mhubiri. Na sasa mume wake walipokaribia kama miaka 8 hivi kwenda retire, walikuwa wamenunua plot mahali fulani. A woman that multiplies. Waliponunua, bibi akawa anamwambia, si jamani tujenge. Si sasa tukitoka huku tutaenda wapi na retire ndio hii inakuja. Naambia hiyo maneno isikusumbue, nitaangalia. Hiyo maneno nitapanga. Sasa mbona unajisumbuanga hivyo na vipi maneno mimi ninapanga? Mama akaona ni mpango. Miaka ikabaki 3. Bado ni mpango. Na mama huyu kwa sababu alikuwa na kabiashara yake kidogo, alienda na hakuambia bwana, akaenda akachukua pesa mahali, akachukua loan pahali, akaenda akaanza akaweka msingi, akaweka nyumba walikuwa wamechora, akaanza kujenga na nyumba ikaendelea na amenyamaza tu. Na mzee kwa sababu ni ukungoja na ngoja kupanga, na wazee mwachange kupanga mpaka milele. Bwana anangoja kupanga, sasa imebaki miaka 2 bado wanapanga. Mbona bibi akajenga nyumba ikafika juu na akawa pia ameweka roof, na sasa imebaki milango na madirisha, na sasa na mambo ya finishing. Na ndiye akamwambia, hebu nikuulize jioni moja, hebu nikuulize mzee, ile kiwanja yetu ulikuwa huko lini mwisho? Anambia, hiyo sijaenda siku karibu, lakini si nikwambia ninapanga tutajenga. Akamwambia, hata kama tunapanga tutajenga, tutakuta hiyo land imegrambiwa. Si ni important tuweze kwenda tuweke hata kama ni cafe, tuone hata vyenye iko. Haya, akamwambia tutaenda Sunday. Na wakajipanga, na Sunday ikafika na wakaingia gari na wakaenda. Walipokuwa wamefika mbali, mzee akaangalia, akapiga gari break. Akaangalia tena
akaona vizuri akamwambia Motimia, bibi, shamba iliibiwa. Shamba hatuna, tutile na abroad. Hatuna. Bibi akamwambia, maui, si nimeishi nikikwambia wewe. Si mimi kuna kitu ilikuwa inaniambia hii maneno itaharibika, lakini ngoja tufike. Kumbe saa hiyo kuna watu wanaendelea kujenga. Na basi wakaenda. Mzee anatoka na fujo, ni mzee mkubwa, ninamjua, ni mkubwa, mighty man, mrefu. Akatoka na fujo, anaenda sasa anahema, amesweat kwa sababu ya anajipanga. Na basi bibi akamwambia, hapana, mtu aendangi hivyo. Wacha tuende polepole. Unajua unaweza enda kufikiria watu wa wenyewe na upate hatari. Wacha tu tuende polepole. Haya, akatulia wakaenda. Bibi sasa mzee hatawezi ongea vyenye amefura kama pafada. Sasa mzee bibi ndiye anasalimia, habari yenu vijana? Mzuri. Ni kazi mko huku? Haya. Wakaingia, hataki waongee kwa sababu vijana si wanajua madhe. Wakiongea siri itatoboka. Sasa akamwambia, hebu basi tuingie tuone hii kazi ya mjengo. Wakaingia ndani. Wakaenda mpaka master bedroom. Akamwambia mzee, tuliza roho. Hii nyumba ni yetu, ni mimi ninajenga. Na kuambia yule mama alibebwa. Akashikwa. Mzee akamwambia, huyu ndiye bibi. Mimi sikuoa bibi. Mimi nilioa akili tupu. Akili peke yake, sina bibi. Mzee akafurahi. A woman that multiplies. Mwanamke ambaye anaweza kuongeza. Tuweze kuwa wanawake wa namna hiyo. Huyu mwanamke ambaye tunamtaka leo, tunataka awe mwanamke ambaye who loves through food. Hii tulikuwa tumeongea, hata hakuna haja kurudia tena. Una cook the best meal. Kuna mahali tulienda siku moja. Na tulipokuwa tumeketi mezani tukapakua vyakula. Na kulikuwa na mzee mmoja walikuwa wamekuja na mke wake. Na mke anajua kupika chakula, hapiki machakula ya Wakikuyu. Unajua chakula ya Wakikuyu bila supu si chakula. Na basi walipokuwa wameketi pale tukapakua, wengine tukapakua. Na mke alipoenda kupakua, alipoona vyenye chakula ilikuwa na supu, alienda akaambia mme, "Oi my husband, chakula kimejaa maji. Uchunge sana." Kwa sababu yeye anajua kupika. Na mume alipoambiwa hivyo naye akajipanga. Alienda akapakua tu tumboga. Akapakua tu chapati. Na akakaa na mpango huo. Kile kilichojaa maji hakula. Kwa sababu alijua wakienda nyumbani mke atapika chakula kitamu. Je, wewe ni mtu wa kupika machakula? Sisi Wakikuyu ndio tuko na hiyo shida sana. Nyinyi mko wazuri, mnapikanga ugali ya wimbi hata kama ni ya maziwa. Sisi ni unagonga viazi ndani, kitunguu ndani, nyanya ndani. Unapiga mara moja round unapiga maji baridi. Kitambo maji ishike moto, unaosha mchele, unaweka ndani, unaenda kazi nyingine. Unarudi after 15 minutes unatoa chakula unapea bwana. Hiyo ni ya mwana mpotevu, ile ya chakula ya nguruwe. Tafadhali kina mama, take your time to prepare food. Tengeneza chakula kizuri. The way to man's heart, it is through the... Hamujui? It is through where? Nimewabo kina mama leo. Na vyenye jana mlikuwa na joto. Jana mlikuwa mko juu tu sana. The way to a man's heart is through the stomach. Pikia bwana chakula kizuri. Pikia bwana on time. Wacha kupikia bwana chakula saa 5 ya usiku ndio unampea ugali. Na anakula ugali ile mzito ya wimbi. Sasa akienda usiku ni kuota tu, anashinda huko akipiga kelele, akipiga story zote ile walifanya mchana. Pea chakula mzee on time na umpea chakula ambacho ni balanced diet. Na usipee mtoto usipee mzee mchele, indomie. Hizo vitu ni za watoto, na spaghetti, anga na soya sosi. Tafadhali wachana na hizo. Hiyo sikai sana kwa sababu najua Wakisii hapo ni 95%. Tunaendelea kusonga mbele. Na tunaendelea sasa, tunasema huyu mwanamke ambaye tunataka awe mke wa mume huyu ni mwanamke ambaye anajua to call for help. Wakati yako na shida, she knows how to call for help. When stuck in trouble, akiwa na shida, anajua kutafuta msaada. Na sio kujua tu, anajua atatafuta msaada kwa nani. Unajua kuna kutafuta msaada na kuna kutafuta msaada kwa the right person. Kwa hivyo tafadhali, wewe ukiwa mama na uko na shida inakusumbua, usikubali kufa na shida. Tafadhali, tafuta msaada from the right people. Tafuta msaada kwa watu ambao wanaweza kukusaidia. Wacha kutafuta msaada kwa wale ambao wanakuwa PA system. Kazi yao ni kuongeza sauti juu. Enda kwa mtu ambaye atakusaidia. Na mtu wa kwanza unatafuta msaada kwake ni Mungu.
Mungu ndiye msaada nambari moja kwa nyumba iliyo na matatizo. Mungu ndiye msaada nambari moja. Kwa hivyo ujifunze kutafuta. Kwetu kuna wimbo inaimba ya kwamba maneno ikiharibika, maji ikikuwa moto, chura wewe chomoka, kiuraruga. Yaani mambo ikikuwa moto sana, kama mambo yamekuwa mazito, na unasikia sasa, unajua chura ukiweka kwa maji, uweke maji hiyo kwa jiko, chura atatulia tu. Vyenye maji inaendelea, maji ikiendelea, akisikia sasa maji nataka kumchoma, anafanya nini? Anaruka. Tafadhali chura ruka. Ikiwa mahali unakaa kuna threat, ikiwa kuna mahali kuna abuse. Siku hizi hatusemi ile ilikuanga. Siku hizi tunasema tafadhali, kama kuna shida, kuna abuse, kuna kina mama wanapata abuse mbaya sana, usikae hapo. Mbele tulikuwa tunaambiwa vumilia, mwanamke ni kuvumilia. Sasa hatusemi mwanamke ni kuvumilia. Kuna pahali itafika uondoke kwa ajili ya afya yako, kwa ajili ya safety yako. Kabla ifike hapo uwe umetafuta msaada. Usiamke tu siku moja na utoke na useme tuliambiwa kiuraruga. Hapana, mimi sijakwambia hivyo. Nimekwambia kwanza utafute msaada, na wakati kutaonekana hakuna suluhu uweze kuondoka. Kuna wanaume hatari sana. Kuna mama mwingine alitoka kwake kwa sababu tulijaribu kumsaidia tukashindwa. Kila siku akija Sabato amejaa vinonda. Na mtu namuuliza ni nini mbaya? Si ni kuumwa. Tunamuuliza unaumwa na nani? Sina mzee. Kwa nini anakuuma? Ananiambianga saa ile ana nini? Akiniuma ndio utamu inaongezeka. That is abuse. It is true. I'm not making stories, my friends. Alikuwa anaumwa. Saa ile anasikia sasa ndio ako vizuri, mzee anamuuma. Sasa unajua akimuuma naye bibi anasema, sasa wakati atoa hiyo sauti ndio mzee anasikia vizuri sana. Wengine wanachuna mapaja, wanachuna. Usikalilie mtu kama huyo. Ondoka for your safety. Wacha atafute mtu wataweza kuumana na kukuna kuchunana. Mwanamke huyu ambaye tunaongea juu yake ni mwanamke ambaye anapaswa kuwa confident. She is confident. Hiyo confidence tuliongelelea hata wakati wa asubuhi kwa leadership. Huyu mwanamke ni mwanamke ambaye ana self esteem. Mwanamke ambaye hauwezi kumfinyilia tu hovyo. Si ya kwamba ati bwana anaenda ngambo miezi miwili anakuta umevurugwa na brothers zake hata haupumui hewa. Huyu mwanamke is confident. Hauwezi kumtingiza ovyo. Na kwa sababu she is emotionally stable. Ukimtukana hatukanani, lakini ana msimamo. Tafadhali kina mama tuweze kuwa kina mama wa msimamo. Na msimamo unaonekana kwa mwanamke ambaye anamcha Mungu. Ukiwa umevaa utukufu wa Yesu, umeshika neno lake ndio taa kwa miguu yako, hakuna mtu atakutingiza. Kwa hivyo tafadhali usijichanganye. Usikae hapa unaenda hivi na unasema sasa wewe ni shujaa. Utagongwa mpaka meno imwagike. Simama na Yesu kweli. Tuweze kumwabudu Mungu kwa kweli na kwa roho. Na tutakapokuwa hivyo, tutaweza kuwa na ujasiri wa kweli. Kuna ujasiri wa kishetani ambao ni wa vita. Lakini ujasiri wa kweli ni wa mtu ambaye ako very stable emotionally. Yeye ukimwambia hivi anaongea kwa utulivu, lakini hata kubaliana na mambo unayomwambia kama hayako sawa. Huyu mwanamke is a reflection of God. Huyu mwanamke ambaye tunataka leo ni mwanamke ambaye mume wake akimuona anaona Mungu. Ni mwanamke ambaye kanisa likimuona linaona Mungu. Ni mwanamke ambaye jirani wakimuona wanamuona Mungu. Nilikuwa naambia wazazi ambao tulikuwa nao pale jana, siku moja tulienda kanisa fulani. Na tulipokuwa tumeenda pale kanisani, watoto wako wakikuona wamuone Mungu, sema amen. Watoto wako wakikuona wamuone Mungu, sema amen. Watoto wako wanapokuona wewe mama wamuone Mungu, sema amen. Unajua sasa ndio ninaelewa kwa nini Pastor Fadhili anashinda akirudia mambo hapa. Kumbe tunaongea na watu wanakaa kama ni mfano wa bubu, kama ni mfano watu wanajua kuongea lakini hawana mdomo, wanasikia na wala hawana mdomo, ama hata waoni hawana macho. Tafadhali tushirikiane. So tukawa tumeenda kanisani, tulikuwa tumeenda makambi. Mimi na watoto wangu huwa tunaimba, tunaka group ya familia. Na sasa tukaenda kanisa linaitwa Thika Central. Na tulipokuwa tunafundisha mambo ya family life, haikuwa family life, either stewardship. Kwa sababu nakumbuka kijana wangu na alikuwa I think grade 6. Alikuwa ameketi kando yangu. Na mhubiri aliyekuwa anahubiri akatuambia, ukitaka kujua kama unaenda mbinguni, uliza mtoto wako. Hebu ambia mwenzako hivyo. Nyinyi hamkusikia venye nimesema?